kwarigania asomoro bilio Esabari yo bonchereria astra beto komerana no monchereria bwerit kolierero yorabe gagutumanya amange igoro yo bonchere bwaye nigarabe gagutosegeta na kito bwenete gukora obonchere bwaito abo igokobokinya na kogareya esekerenga yoko egendereria monche muri rit kolierero nigo na ikireme omocho bosongo astra beto komerana no monchereriga erinda tumanye igoro yo bonchereria bwaye ngokwarigani bena somoro biliga elinde tosanga sowamo gochaka bono iga goika omoelio asense mochichi mitandao asense moya Facebook na bakwenda gutonyora gwitira Ndizi TV News Digital abega asense media YouTube gwitira Ndizi TV News asense moya website na gutonyora gwitira www.ndizitv.net Frida Kerubo tosange asowamo karibu sana. Asante sana. Aha, unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unajihusisha katika biashara gani? Majina yangu ni Eliud Ngugi na nadili na biashara ya urembo. Aha. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua Eliud ulianzia wapi hii biashara? Hii biashara nilianza 2022 mwezi wa 5. Yes. Katika huu mji wa Kisii? Wa Kisii. Aha. Pengine tuambie kwenu ni wapi juu unajua tunatumia lugha nyingine. Mpenzi mtazamaji anashangaa mbona tutumie ile lugha ya kawaida? Tutumie lugha ya kawaida juu mimi sijatoka hapa Kisii, ndio mzaliwa wa Nakuru. Aha, pengine ulifika aje mji wa Kisii? Kisii nimeingia after 2017 kumaliza shule. Nilikuwa nimeajiriwa kwa duka fulani hapa town. Ndio after kuajiriwa nimefanya miaka 4 ndio nikakuja hapa 2022. Pengine hiyo duka ilikuwa inauza hizi vitu za urembo? Hapana. Alikuwa na deal na viatu. Mbona wewe kufungua duka ya viatu ukasema acha ufungue duka ya kila mtu akona kitu anapenda kuuza. Biashara ya urembo mimi nilipenda sana. Ndio maana nikaamua kuifanya. Kwa nini ulipenda? Biashara urembo napenda watu warembo. So pia kama unapenda urembo so lazima udili na hiyo biashara sana. Tunajua kazi kama hii ya urembo ama biashara kama hizi za urembo sana sana ni warembo wao wanazipenda kufanya. Pengine wewe kama mwanaume pengine ni nini kile ambacho kilikufanya ama kikakusukuma uweze kufungua hii biashara? Biashara hii biashara inapendwa sana kufanya na warembo sana. Lakini pia wanaume pia tunaifanya hii biashara. Na sababu tunaifanya ni kuwa tunapenda kuona watu wajua wanaume tunapenda kuona wasichana wakiwa warembo. So kwa hiyo kutamani kuona wasichana warembo unaingia kwa biashara pia ujue sababu ni wanapenda kuwa hii warembo. Hii warembo kwa nini wanapenda kuwa warembo hivi? So nikiwauzia hizi vitu nitajua wanapenda nini, kwa nini wako hivi, kwa nini wako hivi. Pengine mbona hukuchagua mji tofauti kasema wacha uchague huu mji wa Kisii na haswa hapa mahali ambapo tuko? Vile niliingia Kisii 2017 I think nilizoea kukaa hapa Kisii. So singeenda kutafuta mahali pengine na mimi mwenyewe nimezoea kuishi hapa town. Nimezoea watu hapa ni wakarimu so they are very welcoming. So hakuna haja niende tena nje ama nirudi kwetu. Na bado kuna watu wanafanya hapa na nimefanya na wao miaka 4 si kuona haja ya kwenda town nyingine. Pengine unaweza tuelezea wakati ulifungua hili duka lako customer wako wa kwanza ama mteja wako wa kwanza ulimpata vipi na ilikuwa aje hiyo siku yenye ulifungua? I think wateja wa kwanza I think ilikuwa siku ya kwanza nilipigia kuna mmoja alikuwa rafiki napigia marafiki simu niko na duka mahali fulani hapa Makutano nimeanza kuuza perfume na vitu zingine hivyo nilipata mteja wangu wa kwanza alinunua kudhuru kumpigia simu hata nakumbuka nilimpelekea. Pengine kuna wateja ambao walikuwa wamekuzoea ulikuwa unauza pale viatu sasa umebadilisha mkondo unauza hizi vitu za urembo wakati walisikia umeanza kuuza vitu za urembo walichukulia vipi hilo swala? Walichukulia kwa uzuri sana. Walisema ni step mzuri juu pale nilikuwa nimeajiriwa hapa sikuji kuajiriwa nakuja kufanya biashara yangu. Walichukulia vizuri sana. Wanasema enda ujitume. Jaribu tu siku moja itajipa. Na ndio maana tuko hapa leo. Ukiangalia hii kazi ya urembo pengine saa zingine huwa inahitaji ujuzi sana. Sijui kama wewe umefanya mambo na urembo?
Yes, mimi sijafanya mambo na urembo sana. Lakini pia niko na marafiki wengi walikuwa wanafanya mambo na urembo. So kwa wale marafiki wangu nikijiangalia wanapenda hii, anapenda hii, so ikakuwa rahisi kwangu. Juu pia nilikuwa na deal na wao. So nauliza customer, "Hey, unapenda hii?" Wale marafiki wangu sana. Ambia niletee kitu fulani inanisaidia hivi na hivi. Na hapo ndio imeniinua pole. Pengine ilichukua muda upi wewe kama mfanyabiashara katika hili duka la urembo kupata wateja zaidi? Najua kwenye ulianzia sio kwa sasa hivi. Tofauti. Haikuchukua muda sana. Sema ni favor pia Mungu. Haikuchukua muda sana. Nilikuja hapa mwezi wa 5 2022. Lakini nikifika mwezi wa 7 I think nilikuwa na wateja wengi. Pengine nini unaweza angalia useme hii nilifanya hiki kikavutia wateja wengi pengine? Wateja kitu iliwavutia hapa sana ni kuuzia kitu yenye sana tuseme legit. Customer wengi wakienda kuchukua perfume mali pengine ama earrings hawatapewa ile kitu original, but akikuja hapa nitampe perfume yenye ni original na ile vi. So atatumia ilikuwa mzuri, hata direct na mwingine na wote watakuja wapi. Na hiyo ndio at least customer wakapenda kukuja hapa. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu vitu za urembo. Sijui unaweza elezea pia mpenzi mtazamaji kiasi ni aina zipi za vitu ambazo unauza? Kwa hii duka tunauza vitu kadhaa. Ziko vitu mingi. Kwanza na kuna hizi earrings, tuko na chain. Sana pia tunadili na perfume kwa wingi za kurefill. Na pia zenye sio za kurefill. Wanazijua kuna za kurefill, kuna sio za kurefill. Tuko na aina mingi sana. Tuko na vitu za nywele. Tuko na cream za uso. Tuko na tuko na vitu mingi. Tuko pia na lotions. Tuko na vitu kwa wingi. Pengine wakati ulianzia pengine unajua kuna products ambazo huku unazijua. Pengine hukupata ugumu wakati customer alikuwa anakuja anakuambia nipe product fulani na pengine hauijui? Ugumu nao ilikuwa kwa wingi sana. Lakini ile kitu muhimu nilikuwa nafanya customer akinielezea niletee kitu fulani, nilikuwa na record mahali. So nikienda kutafuta mzigo na make sure kitu customer alikuwa anataka nimekuja nayo. So next time wakikuja ataipata. Pengine hizi products zako unazitoa wapi? Hizi mingi tunatoa Nairobi. Hiyo ndio main. Nairobi ndio main. Ulifikaje mji wa Nairobi sababu umezaliwa Nakuru, umekaa Nakuru, umekuja Kisii, unafanya kazi Kisii, uliconnect aje kufikia Nairobi? Mimi nimezaliwa Nakuru na Nakuru si mbali na Nairobi. So nilikuwa Nairobi nao naijua. Nilikuwa naenda, kuna watu wetu pia wanaishi Nairobi. So nilikuwa napita huko. So nikienda naangalia pia hizi duka kama hizi nilikuwa naziona zinanivutia. Ukiangalia pengine kuna watu ama wafanyabiashara wengi wamepata ugumu kwa kupata product ambazo ni kamilifu ama ni legit. Pengine wewe kwa upande wako maybe ushaifika Nairobi, maybe ulagai ukahusishwa kidogo ukaambiwa hii product ni nzuri, kufika kwa ground ukapata mteja analalamika? Hujapata? Sijapata kabisa. Kabla ninunue kitu lazima niangalie. Mostly customer hata wanakuja hapa na picha. So naangalia ile kitu vizuri kabla nilete. So nikileta maybe sema mara kama moja hivi maybe nimerangaiwa kidogo tu, but sio sana. Ukiangalia hizi products zako ambazo unaleta, ni wewe mwenyewe unaenda unajichukulia ama? Kwa nini una prefer kwenda wewe mwenyewe uzilete? Kwa sababu nikienda mimi mwenyewe nitaweza kuchagua kitu customer mwenyewe amenituma, kitu anataka yeye mwenyewe. Sitaenda unajua ni kitu maana naweza pewa bibi nimeitisha kitu fulani, sitapewa ile original yake. Unajua kila kitu mingi Kenya ziko namba 1 2 3. So mimi nikienda mwenyewe nitaweza kuangalia ile kitu yenye ni original. Unaweza zungumzia vipi kuhusu test sasa ya customer wako? Umeangalia customers wako kama wateja wako, ni vitu vipi ambavyo wanavipenda zaidi ambazo zinakuuzia sana katika ile duka lako? Kwa hii duka ile customer kuna vitu mbili wanapenda sana. Kuna perfume. Hiyo ndio namba 1 kwa hii duka. Customer anajua akikosa perfume hii area yote akikuja hapa ni ngumu sana akose. Kitu kuna varieties mingi sana. Then kuna hizi vibeti za wanawake. Wanazipenda sana na pia najaribu kuleta design ikitoka najaribu kukua nayo. Pengine unawapa wosia wateja wako, kuna mteja ambaye anakuja kwa duka lako anahitaji kitu fulani, labda ajui jinsi kinavyotumika, pengine wewe unamuelezea? Lazima niwaelezee. Juu pia mimi unapata kuna vitu sijui vinatumika namna gani, lakini customer ananiambia. So nikienda kuchukua mzigo nita make sure pia mimi nimeelezewa vizuri, kwa makini nimeelewa. So customer akikuja anaweza kumuelezea. Wafanyabiashara wengi wao wanasema kwamba wao wanatumia
wanatumia mitandao katika kuuza biashara yao. Sijui kama wewe pengine. Mimi ni mmoja wao. Tuko TikTok, tutapata Facebook, tutapata Fancy, inaitwa Fancy Beauty Shop, tutaipata iko Facebook, tuko TikTok. Pengine utumizi wa mitandao ya kijamii umekusaidia vipi katika hii biashara yako? Umenisaidia sana. Hata kuna customers wanatumia mpaka mzigo. Hata hayuko hapa. Mteja ako Nakuru, kwa mwingine nimetumia kwa Homa Bay, Kilgoris, juu aliona kwa mtandao, akapiga namba yangu ya simu iko hapo. So atanipigia ile mzigo utamtumania. Watu wengi saa zingine huwa hawapendi kuamini mitandao ya kijamii. Pengine wewe kama maybe kuna wengine wameshalagaiwa kupitia mitandao ya kijamii. Wewe kama mfanyabiashara katika hili duka, ni mikakati ipi ambayo umeweka kuhakikisha kwamba ile product unaweka pale kwa mitandao ndio wateja wako wataipata? Niko sure wataipata kwa jinsi before ni tume hiyo kitu customer na kwanza na make sure customer amenilipa. Tumeelewana transport ni pesa ngapi, kama anajilipia ama namlipia. Sasa ikiwa ni transport ikiwa imefika na pesa za hiyo product zimefika, ni rahisi kutuma ile mzigo na itafikia mteja wangu. Ukiangalia katika hii biashara yako, wateja wako sana sana huwa ni wamama, ni vijana, ni wazee, na ni kwa nini? Warembo ni wengi sana. Hii ni duka ya urembo. Tumetuenda duka ya urembo. So kama duka ya urembo, warembo ni wengi sana. Pia wanaume niko na customer. Unajua wanaume pia wanapenda kunukia vizuri. So perfume tuko na mingi. So wanaume pia wako kwa wingi. Hata vibeti pia tumesema kuhusu vibeti, wamama wanapenda kibeti. Sema mama ni kibeti. So ukiwa na kibeti mzuri, mama lazima atakuja. Mama ni kibeti na mwanaume ni mwanaume ni kunukia vizuri na waleti. Mwanaume ni pesa. Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni. Tukirudi utatuelezea kwamba kuna duka nyingi katika huu mji wa Kisii ambazo zinauza hizi bidhaa ambazo pia wewe unauza. Pengine wewe una deal aje na competition kuhakikisha kwamba wateja wako wanapata zile bidhaa ambazo wanahitaji. Mbia mwana sana umwanchi umuligerera bwegeta seni kia Ndizi TV. Niko togenda gusanga imeyomorobelyo Esabari oboncheria. Asogenda gusanga no moncheria Eliud korwega somo chebosongo. Oyo genda gutomanya igoro yobokoreri ibwaye. Kolete turaso mutumo komokeigo. Toska twanyegera ngwira nturasege keke kerobosio elinde togusanga amangi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chegoro kudani ndimu nyang'au. Ninche mumuromo nene. Aso muchiwe. Igondo mwana kana so kuiburu abaswati batatu bagatangana kabo mwana kane akindo mumuromo nene. Konti 13 rende une kam une sagari ya korachi chikura campaign go devolution igasoa. Asi igaikomutinyo gatatu itariki 12 ngocho kabone butuko kurwe para ani abantu bagankembe tengira ntamanyeti nkabwatu ebigoti kasugumwa ntamanyeti mbwatire bigoti engorunere yarenge mate yarenge Jibuti 31 bamura bakantu tayi. Siku ile nilipopelekwa shuleni, nililia kwa kelele,
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobo sombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria nigukini byego byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyora libakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omwancho muligere no maite igoro yoboremi bwa hasabakado aseri tkolera nakoletere goika imeya boss bogetaurio yere meya bunge yabo basi asena mutale omoremi yomo oyogo chikotosemya igoro ya bakade eyaiga ekoruku hasabakado ana mumono abo twariga bitwa kete kwariga niriroba wasimeka baka yaiche goikira mya yari kwariga ogosimeka kwa avocado ngoganetie erendwe avocado ego konyereta na gorarete avocado eri grafted yesibire itarasiborwa onyebeke mugondo gotakire konyebeka eri engorere chi futi sat round erinde obo engorere kwabeka obuoyo kwerania maraba kwame kubeka avocado kurugo na kwanye tuberera na avocado ego kwanye simekire tutageri konyeroserie gento kenge sani kia sani ya maja gojoterema ejikugunda. Spexels Opticians abo barase kliniki kia gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
yake gima mwanchi umurigere wita seni ya Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda ya kabere singa kitogenda gosanga imeyo morobilio bwesabari yo boncheria astogenda takwemanya igoro yo bokoreri bo moncheria korugega aseduke yega yo muchebo songo monchi mulengo kwaligani bene elinde togenda gosanga asobwa mwana bokenda gotobwate sinse mochichi mitandao asense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital abega sense media YouTube wetra Ndizi TV News asense moya website na bofanya wetra www.ndizitv.net. Kabla niingie mapumzikoni nilikuuliza kwamba huwa unadila aje na competition kwa sababu kuna duka mingi ambazo zinauza hizi bidhaa kama hizi. Pengine wewe ni nini kile ambacho unafanyia wateja wako kana kwamba kesho wakuje tena na mteja mwingine, kesho tena warudi katika hili duka? Okay, competition nayo iko juu sana. Hapa duka ni mingi sana za cosmetics, there are very many. Na njia kumake sure customers wangu nime maintain ni njia mbili pekee yake. Njia ya kwanza walete vitu wenye wanataka vitu nzuri. Na njia ya pili kuwa na customer service nzuri. Hapo wanajuanga customer si akikuja hapa hata kama hatuna kitu. Kama amekosa leo kesho naye lazima atapata. Lazima treat customer wetu vizuri. Ndio kila siku hawezi tamani atakwenda mahali pengine. Hapo ndio tunawini customers. Through service. Yeah, we have good services. Na pengine wewe unafuatilia wateja wako, unawajulia hali, pengine unajua unawauliza kama ile bidhaa ambayo uliwauzia inawapeleka vipi? Hiyo nayo lazima. Customer akikuaminia product fulani. Take for example ni cream za uso. Unajua ni vitu sensitive sana. So customer ukimuuzia lazima umake sure hiyo kitu ilimsaidia ama haikumsaidia. Lazima ufuatilie. Kama unampigia simu tuko hivi iko hivi kuelezea vizuri tu. Kuna wakati ambapo unapata mteja wako amezoea certain bidhaa ama bidhaa fulani. Unaweza pata kuna wakati ambapo kampuni labda imeamua kuleta bidhaa mpya kwa soko. Pengine ili hawa wateja wako waendelee kuzoea hii bidhaa, pengine wewe unawaelezea vipi wanakuwa convinced, wanajua hii bidhaa itafanya kazi kama ile nyingine? Wewe inakuwa ngumu lakini unaelezea customer change from one product kwenda kwa nyingine. Maybe in the same use but anaona hata maybe the packaging is different. Kabla mimi ni hiyo product can take time. But mimi mwenyewe nikimconvince kuelezea vizuri hadi atakubali. Okay. Kuna wakati ambapo utapata mteja anataka bidhaa fulani na hauna hiyo bidhaa. Au unafanya aje ndiposa asitoroke tena? Akwe mvumilivu hadi ulete hiyo bidhaa. Ile tunafanya kuona na mteja. Ile kuanga rahisi. Unajua customer akikwamini na kuanga rahisi. Tunaambia na siku fulani. Ndio kitu nataka kama leo ni siku gani? Leo ni Alhamisi. Tumeelewana by Saturday tuchukue imeingia hapa. Kama mimi nita make sure kwa jaya yote tu by Saturday itakuwa kwa duka. So akikuja hata kosa. Na in case akose itakuwa ni shida kwangu lakini najua vile nitaongea na customer wangu asitoroke. Okay. Pengine katika uuzaji wa hizi bidhaa zako unaweza zungumzia vipi katika huu mji wa Kisii hasa katika kufanya biashara ukilinganisha na hizo kaunti zingine? Okay, kwangu siwezi kulinganisha sana na kaunti zingine juu sijafanya sana kaunti zingine. Mimi sana Kisii ndio nimefanya sana. Nakuru nilikuwa shule time kidogo tu. Kisii nayo biashara ni mzuri. Wewe sema hapo kuna time na so economy sahi si mzuri kwetu wote tukiangalia. But tangu nikuja hapa siwezi laumu. Siko vizuri. Okay. Pengine kuna wakati ambao ushafungua duka lako ukapata biashara iko chini. Hebu tueleze. Kila siku huwezi enda juu. Kuna siku zingine ziko chini, zingine hata si mara moja. Na siku utafungua duka toka asubuhi na watu walikuja mapema kabisa. Lakini ikifika jioni ukiangalia sales zako si venye umezoea. Then kuna siku utakuja hata maybe hata kazi itaanza late. But tunapata hiyo siku biashara ilikuwa vizuri. Pesa na umeuza vizuri. Siku anasemanga uliamka na mguu ya right. Lakini ukiamka na left shida kwa. But yote tunashukuru. Pengine unaweza tuelezea ni changamoto zipi ambazo unapata katika hii biashara yako? Biashara ziko na changamoto mingi. Kama tumeongelea sometimes kazi ziko chini sana. Then kuna hizi nini kama ni tuna county hiyo license pia ziko juu kiasi. Unafaa uangalie maneno sana. Then
Kuna changamoto ni mingi, customer unaweza muuzia maybe product maybe mara moja ikumridhisha vile, so anaweza kuja maybe na complain, pia tunajaribu kuzitatua. Pengine kuna wakati ambapo maybe customer ametumwa na mtu akuja achukue bidhaa fulani, maybe akafika njiani akasahau, lakini amekuja amekuambia nipe hii product wewe umempea. Akifikisha pale nyumbani anaambiwa sio hii tulikuwa tunataka, maybe akirudisha basi mara moja. Juu unajua mtu wa kutumwa mwenye alikuwa ametumwa na watu wawili tofauti. Yeye aliambiwa maybe amepata member jina fulani. Yeye akitembea jina maybe imekaribia ile, so amekwambia ile nyingine. So ile kitu tunafanya, ule mteja akipigia utamwambia hiyo kitu ina shida, wewe usifungue. Rejesha tu venye iko, utapatia na nyingine, hata patia na gari, mita kwa gari nyingine ikupate mahali. Okay. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, kuna watu ambao labda saa zingine wanakwanga ameshikika mahali, maybe anataka afanye order umtumanishie product. Sijui kama wewe unafanya hivyo. Lazima. Nzuri hapa kama ni within hapa town hata inakuanga rahisi. Pikipiki ziko. Hata kama mtu wako huko Mwembe, hata nimejuzi nimetuma ingine huko Mwembe, customer kwa busy haizi fika hapa. Lakini product iko hapa na anataka unapea tu bike anampelekea. Bora unatafuta mtu una trust. Ulituelezea hapo awali kwamba kuna changamoto ambazo unapitia katika biashara, pengine unaweza fungua usipate wateja. Pengine katika hizo changamoto ambazo unapitia, ni nini kile ambacho kama wewe mwanabiashara Eliud kimeweza kukusukuma? Mbona hujafunga hii biashara useme acha nifungue ingine, acha nijaribu ingine? Huwezi funga. Na kama leo ndio venye nilikwambia, tukianza kama leo haijajipa, sio na mimi nyingine itajipa. Ndio maana kila siku najaribu. Ukigive up na umeenda. Mahali tulianza na mahali tuko tofauti. Hatukuanza venye wewe sasa unatuona tuko hivi, lakini hatuko hivi. Tulianza maybe hata bila hizi machines unaona hapa ama hizo zingine na perfume, I think they were 10 but size iko more than 100. So tuwezi give up. Hata kama kazi leo iko chini, mimi kesho itakuwa. Lazima tujitume. Ukiangalia, nimeangalia katika ile duka lako, nimeona unauza bidhaa tofauti. Kuna mafuta, kuna saa, kuna earrings, kuna vibeti za wamama. Pengine mbona ukujihusisha katika biashara ambayo inauza product moja? Kama ni mafuta peke yake, mbona ukasema acha uongezee hizo vitu zingine? Kulingana na economy ya saa hii huwezi enda kwa product moja. Hata kampuni mingi ukiangalia wana produce hii wanajaribu tu, unajua kuna time leo mnaweza pata nimeuza perfume sana, lakini kesho sitauza perfume sana. Hiyo bidhaa nyingine ndio utauza. Next day unapata hivyo. So lazima umix. Tena kila client akikuja hapa wote wanataka kitu moja. So lazima hata mtu atakuja anajua hii ni beauty shop. So anaweza kuja hata akuulizie kitu haiko, ndio anajua ni beauty shop. So lazima ujaribu ku tunajua kwamba hizi bidhaa si wewe ambaye unazitengeneza. Pengine wakati umeuzia customer, maybe unaweza uzia mteja kabla hata wewe mwenyewe uzitumie. Akileta feedback huwa unaichukulia vipi? Inalingana na feedback. Italeta positive, italeta negative. Wakiniletea negative ni feedback. Na mmoja niletea wenyewe, kuna wenye atakuja na hiyo product tena hapo. Ile kitu nitafanya na mimi nitamwambia nipe tu time, mimi nitume mali. Nilitoa kujaribu kusoma ama tafuta ile legit yenye anataka, kama maybe ilikuwa na shida fulani, ile mzuri tukuletea. Ni umuhimu upi upo wakati unafanya biashara ya hizi products za urembo ukilinganisha na hizi biashara zingine? Biashara ya urembo ni mzuri, kuna nini na nzuri, kuna side nyingine pia. Juu unajua wasichana, mimi nasemanga wasichana wanapenda kununua. Unaona kitu tangu impulse buying, msichana anaweza kuja hapa aone ile bora imemfurahisha atanunua. So ndio maana nilipenda hii biashara kushinda hata biashara zingine. Ukiangalia kuna wakati ambapo ama tuseme wakati kama huu uchumi ni mgumu, unaweza pata kuna wakati ambapo umezoea maybe kuleta mafuta fulani kwa bei fulani na wateja wako pia wamezoea hiyo bei. Wakati umeenda tena kuchukua hizi bidhaa unapata kwamba bei kidogo imebadilika. Pengine wewe unaelezea vipi wateja wako? Sasa hii inakuwa ngumu. Uelezee mteja hiki tulikuwa tunauza 1000, lakini kwa sasa ni 1200. Yeye pia atasikia ngumu, lakini pia kuna wenye with time na wenye wanakubali kulingana na venye uchumi iko, pia wanakubali. Hivyo si wote watakubali, but with time naona wanaenda tu wakikubali pole juu pia wanaelewa venye uchumi iko sasa. Na hizi matax kila kitu ndio inapanda. Ukiangalia katika hizi products zako ambazo unauza, sijui
katika familia yako labda walikuwa wamezoea unauza viatu, wakati uliwaambia umefungua duka lako walichukulia vipi hilo swala? Okay, sidhani hawakushtuka sana before nifungue. Nilikuwa nimewaarifu. So I think nearly 2 months before nilikuwa tuna hiyo idea. Nilikuwa nimwambia mwezi fulani nitakuwa nimeanza biashara fulani. So hawakuchukulia vibaya. Ilikuwa tu vizuri. Katika upande wa marafiki zako pengine umepata support sana katika hii biashara yako? Sana. Sana. Nilikuwa na marafiki wengi sana ambao ni customer wangu sasa hivi. Marafiki wengi sana tangu nikuja hapa Kisii. Hata wenye tulikuwa nafanya nao kazi huko bado ni mani customers wangu hapa. Sasa wenye marafiki wenye nilikuja hii county pia ni wengi ni customers wangu sana. Pengine nini kwa wateja wako wengi wanatoka maeneo yapi? Kuna hapa town wako wengi, Kisii and Nyamira wako, Kiroka wako. Around Kisii pia natuma mizigo nje bado. Okay, huo unawapelekea? Anatuma na gari, mostly huwa siengi. Kama customer kombari utamtumia tu mzigo. Lakini wenye wako within bado ni wengi sana. Ukiangalia wewe kama mfanyabiashara Eliud, siku za usoni ungependa kuwafikia wapi? Tunaenda mbali. Tunaenda mbali. Hata sasa tunafaa tuwe tumefungua taka branch. Tunataka branch kama 2-3 kabla tufikirie mbele sana. Kuna hili changamoto ambayo wanabiashara wengi wao wanapitia. Kwa mfano mmezoeana na mteja, kama sasa hao wenye ambao unatumia hizi bidhaa zako wanakuambia nitumie, sasa mmezoeana, nitumie nitakuletea pesa. Sijui kama kuna jambo la deni limeweza kuleta hasara. Deni nayo hapana. Deni tunapeananga kwa deni mtu na customer anakuja kesho. Sio leo. Kama ni leo ni cash. Akitaka deni ni kesho. Na hiyo kesho yake ifikange. Deni ni kesho. Mbona ulikataa swala la madeni katika biashara yako? Deni inakuwa na shida mbili. Shida ya kwanza itakurudisha nyuma. Na shida ya pili utatupa mteja. Ni kama mteja kwa deni yangu 1000, anajua ikuja hapa itabidi amilipe. So ayushi watakuja. Atakosa kukuja. Sasa nimepoteza pesa yangu na nimepoteza ndio maana tupendi madeni. Kuna vijana ambao wako pale nje pengine wanachagua kazi kama sasa kwa mfano yako tulisema sana ni ya wasichana. Pengine unaweza wapa wasia upi? Kuna kazi ya mtu fulani. Kazi kila mtu anaweza fanya. Bora ukiingia kwa ile kazi wewe jiamini, jitume. Kuna kazi ya mtu. Ni wasia upi? Naona watu wa mama kwa mjengo. Sio unasema ni kazi ya wanaume, sio mambo bado wanafanya. Sio kuna kazi ya mtu. Ili kuhakikisha kwamba biashara yako inaenda vizuri, inasonga vizuri, unapata wateja, ni kipi kile ambacho unafanya? Ya kwanza sema ni kuwa consistent. Lazima ni make sure kila siku niko hapa. Hiyo ndio number 1. Kitu ya pili, make sure ile product customer wanapenda ziko. Customer akikuuliza kitu, make sure hiyo kitu hata kama haikuwa wewe tafuta means yote tutapatikana kwa duka. Au kuna siku ndio ikosa customer. Watu wengi katika biashara wamesema wameweza kutumia teknolojia mpya katika kujiendelesha kwa biashara yao. Sijui wewe upande wako kuna venye teknolojia imeweza kusaidia? Sema mambo ya social media. Ni technology. Kwa social media tuko sawa. Tunazipost huko. Na watu unapata feedback iko sawa. Ningependa utumie ile kamera ukaribishe mpenzi mtazamaji katika hii biashara yako au uelezee product ambazo unauza waje wanunue. Asante sana. So ningependa kuambia mpenzi mtazamaji mwenye yote anatuangalia mahali popote alipo, karibu sana hapa Fancy Beauty Shop. Tukapa makutano opposite hii Lion stage ya kwenda Kiroka hapa. Hapa tunauza vitu mingi, kutoka vitu zote za nywele, kuna vacuum, deodorant, scrubs, wax. Kisii huko sana watu wanapenda dread sana. Wax hapa ni mingi. Hata chain nzuri, coated, lotion zote, cream za uso, foundations, vitu tuko na mingi sana hapa. Ya earring coated, nzuri ziko hapa. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Mbema na sana mwanche muri yeta seni kia Ndizi TV kwa berego kubwa tumorobelega
gutwaga chagete gwikira bona igatwikira moeria no gusemera kwa na kobere ko gwesemia amange gwetera omoncheria bwelitkoria rero konde gwikira bu na to gwikira omoeria bo moroberi bwelitkoria rero tumere ne litkolinde astrabe to kumera na no moncheria ndi nabo konde gutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo tunya gwetera www.ndizitv.net Tiretene Frida Kerubo twara obuligereria korobia Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa.